Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Siri ya mafanikio na subra katika maisha. Soma dua hii kwa yakini, ama kwa hakika utastaajabu na utaona maajabu ya Allah jalla fi'ala. Ndugu zangu wasikilizaji pamoja na watazamaji wetu wa chaneli hii ya Turiyu TV, walillahi alhamdu, watu wengi sana wamekuwa wanahitaji mafanikio, lakini hawana subra katika kutaka mafanikio yao. Na vile vile watu wengi wamekuwa wavivu wa kuweza kufanya dua. Wanaamini wanaweza wakafanikiwa kwa kutumia tu akili zao zilizokuwa kubwa na uwezo wao wa kielimu na kiakili bila ya kumtegemea Mola wao. Haya yote, wapo baadhi ya watu wanapitia katika njia kama hizi. Lakini vile vile mtu mwema na mtu mzuri mwenye akili ni yule ambaye anayatafuta mafanikio kwa uwezo wa akili zake, fikra zake, elimu yake, na vile vile na kumtegemea zaidi Mungu kuliko chochote katika hivyo ambavyo amevipangilia. Yaani Mungu ndio kila kitu, halafu akili inafata nyuma ya Allah jalla fi'ala. Huyo sasa ndio mtu mwenye kujitambua na ndio mtu mwenye kujielewa. Lakini nje na hapo, manake wewe bado hujajitambua, bado hujajua kwamba Mungu ndio kila kitu, bado hujajua kwamba Mungu ndio mtoaji. Hata kama utatumia akili zako, future zako na maarifa yako na elimu yako, lakini kama Mungu ametaka upate utapata, na ikiwa Mungu hajataka upate, vile vile hautaweza kupata hata utumie kiwango gani cha akili yako. Sasa moja kwa moja katika siku hii ya leo, hebu twende tukatambue siri hii ya mafanikio dhidi ya chombo kinachoitwa subra. Ukibaini kwamba kuna chombo kinaitwa subra, ambacho chombo hichi kinaweza kukutengenezea mafanikio mazuri, basi wallahi bila ya shaka hakika wewe huna muda mrefu unakwenda kufanikiwa katika maisha yako. Sasa dua yetu ya leo ni dua ambayo inadili na mfumo huu. Inasema dua fupi kabisa miongoni mwa muendelezo wa dua zetu fupi. Inasema Allahumma fari' alayya sabra. Allahumma fari' alayya sabra. Mafari'. Allahumma fari'. Allahumma fari' alayya sabra. Allahumma fari' alayya sabra. Narudia tena. Allahumma fari' alayya sabra. Allahumma fari' alayya sabra. Hii ndiyo dua ambayo leo tunayokwenda kufundishana. Ndugu zangu, dua hii inashika haraka sana. Dua hii ni kubwa sana. Lakini cha kustaajabisha, unaweza ukaona ni kadua kadogo sana, kwa sababu kamesomwa kwa haraka tu kamekwisha, lakini kana uwezo wa kutikisa milima na majabali kupitia kadua haka kadogo, lakini uwezo wake ni mkubwa sana. Na wengi katika wana wa chuoni, wengi wamefanikiwa mengi kupitia dua hii. Katika zama za nyuma unamkuta mtu anasoma elimu ya dini, amekaa kwa shekhe wake miaka 6-7,
na mwingine anadiriki kukaa mpaka miaka 15 mpaka miaka 20, watu wanasoma. Sasa huyu kadumisha subra yake katika hali ya kujenga mafanikio yake. Lakini sina maana kwamba eti watu wasubiri sana basi ndio kupata sana. Hapana, sina maana hiyo, bali maana yangu ni kwamba Allah akupe subra katika kuyaendea hayo mafanikio yako. Yaani isiwe umelima leo, kesho unataka uvune. Huo ni mtihani. Umefanya kazi leo, kazi fulani, unataka uanze kujenga majumba, kununua magari, kununua kitu gani, kisa eti leo umeajiriwa. Sio kweli. Ndio maana dua hii inatufundisha kuweza kuyapata mafanikio kwa kupitia subra. Sasa basi, maelekezo ni kama yafuatayo katika dua hii, ama kwa yoyote yule ambaye anatamani kuyaendea mafanikio ya haraka kwa kutumia subra, basi namuomba atumie njia hizi. Jambo la kwanza kabisa, ahakikishe kila baada ya kuswali, ahakikishe anajitahidi sana kufanya ibada ya 5 swalawati, yani swala 5. Shikamana sana na ibada ya sala 5. Halafu kila swala, hata kama swala itatokea imekupita, basi ndugu yangu, wala usiwe na mashaka kupitwa kwa swala, bali kama sala imekupita, basi wewe iswali, tafuta ule muda ule kupita, swali. Alafu kitu cha msingi cha kufanya ni kwamba utakachokifanya, hakikisha kwamba unaisoma dua hii baada ya swala. Sasa jambo la msingi la kufanya ni kwamba ukishamaliza kuswali ile swala ya faradhi, basi umekwishamaliza dua zote zile za ibada ya mwanzo. Sasa rudi swali rakaa 2. Ukisha swali rakaa 2, soma sura yoyote katika hizo rakaa zako 2 ulizoziswali. Alafu kisha ukimaliza kuswali rakaa 2, kikao kile kile ulichokuwa umekaa, umeelekea zako kibla, ndipo utamsalia Mtume mara zaidi ya 21. Lakini sala ya Mtume hii ina mabadiliko kidogo. Hii utasema Allahumma salli ala Muhammad. Hii ni salatul ibrahimia tunaita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidun majid. Nairudia tena. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidun majid. Hii ndio salatu al-ibrahimia. Naomba nirudie tena mara ya mwisho. Inasema Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad
كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا Ibrahim. Hapo nafikiri hiyo nilikuwa nairudia mara kwa mara ili upate kuikariri na upate kuielewa na upate kuizoea. Sasa na wewe ebu isome baada yangu. Hii ni sala ya Mtume ndugu zangu, lakini tunaiita salat al-Ibrahimiyya. Baada ya kumaliza swala ya Mtume hiyo 21 au zaidi ya 21, kisha sasa utasema dua hii: Allahumma fari' alayya sabra, Allahumma fari' alayya sabra, Allahumma fari' alayya sabra, Allahumma fari' alayya sabra, Allahumma fari' alayya sabra. Hiyo ndiyo dua utakayekuwa unaisoma. Uisome mara ngapi? Na yenyewe uisome mara 21, lakini dua hii ulama wanasema kama utaisoma mara 111 ni bora zaidi. Bora zaidi. Mara nyingi kuna kitu tunasema bora na kuna kitu kinakuwa bora zaidi. Sasa hichi ni bora zaidi, kimetoka katika ubora kimekwenda katika ubora zaidi. Kwa hiyo sasa tufanye hizo njia, tutumie wallahi hii njia tuweze kupata kitu ambacho kimekuwa ni bora zaidi. Wallahi kitatuokoa, wallahi kitatunusuru, na ninaamini kabisa kitatufaa sana katika matumizi yaliyokuwa sahihi kabisa, yasiyokuwa na mashaka ndani yake. Sasa jambo la kufanya wakati umekwisha isoma hii dua, imefika mwisho, labda umemaliza 21, hapo sasa ndipo utatulia kwanza. Kabla ya kuanza sala ya Mtume, utaweka nia zako kumwambia Mwenyezi Mungu, ya Rabbi, nahitaji kupata mafanikio. Mola wangu, nahitaji mali, nahitaji pesa, biashara yangu inakwenda vibaya, kitu changu kadha wa kadha kiko tofauti. Ya Rabbi, naomba unifanyie sahali. Ya Rabbi, niondoshee jambo fulani. Ya Rabbi, niletee kitu fulani. Kisha baada ya kuweka nia zako, ndio utaanza kumswalia Mtume kwa silsila ile ambayo tumeifundisha. Na kisha baada ya kumaliza sigha hiyo ya kumsalia Mtume, utaingia katika hali ya kuisoma dua hii ambayo tumekwisha toa maelekezo. Allahumma fari' alayya sabra, mara 21 mpaka zaidi ya mara 21. Kisha ukishamaliza hayo, utaweka nia tena kwa mara ya mwisho. Ya Rabbi, nimekushafanza maombi yangu, Mola wangu, na kuomba pokea dua yangu na unitekelezee katika yale ambayo ninayoyataka. Kisha baada ya hapo sasa utakuwa umekwisha maliza, nenda kaendelee na shughuli zako. Swala nyingine tena utafanya kama ulivyofanya mwanzo. Swala nyingine inayofuata utafanya tena, sala nyingine utafanya tena, mpaka unamaliza 5 salawati na dua yako hii umeisoma mara 5. Umemaliza swala 5 na dua yako pia utakuwa umeisoma mara 5. Hapo ndugu yangu, ukidumu kwa hayo, wallahi ndani ya masiku 7 au zaidi ya hapo, utaanza kuchekelea mafanikio ambayo utakayoanza kuyapata kwa uwezo wake Allah. Mwenyezi Mungu atuondoshee kila yaliyokuwa mazito, na Mwenyezi Mungu atupe kila yaliyokuwa mafanikio mazuri na mema. Na ya Rabbi, tunakuomba tutakabalie
yaliyokuwa mazuri kwetu sisi. Allahumma amin, Allahumma amin. Mwisho kabisa, baada ya kuwa sasa nimekwisha eleweka katika hilo somo, naomba nitoe tangazo. Tangazo letu, tunazungumzia mambo matatu tu kama kawaida yetu. Jambo la kwanza, usiache kusubscribe, lakini pia kushare na ndugu zako wakaipata video hii ili wakafaidika nayo. Jambo la pili, ninachokuomba, tunacho kile kitabu cha majina 30 ya Mungu, na endapo ukikitaka kile kitabu basi sema inshallah tuweze kukupatia kitabu hichi kwa sadaka ya shilingi 15,000, ambayo sadaka hii kazi yake ni kwenda kuboresha chaneli yetu. Lakini jambo la mwisho kabisa, walillahi alhamdu, kwa yoyote ambaye anaweza kutupatia kamera, akatupatia laptopu au microphone vile vile, wallahi tutamshukuru sana 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 sana. Au akatupatia simu nzuri ya kurekodia yenye GB pengine 128 au zaidi ya hapo, ama vile vile ikawa na kamera nzuri, quality yake nzuri kwa ajili tu ya kurekodia mada zetu, wallahi utaendelea kupata thawabu, utapata thawabu mpaka we mwenyewe utastaajabu, na utavuna mengi sana mbele ya Mola wako. Na sisi utakapotuletea vifaa vya kurekodia, wallahi chochote kiwe, simu, kompyuta, kamera, tutakufanzia dua kubwa sana. Inshallah, naomba tuyafanyie kazi haya mafunzo ambayo tumeyapata katika siku hii ya leo, na walillahi alhamdu. Mimi binafsi, kama kutakuwa kuna sehemu yoyote nimekosea tangu nimeanza darasa zangu mpaka hivi sasa, na nitakapokuwa nikizidi kuendelea, basi nitaombeni mniwie radhi, mniswameh, kwa sababu alkamalu lillahi. Mimi ni mkamilifu bin adam, mimi sio mkamilifu, mimi si mkamilifu, mimi ni binadamu, na Allah peke yake ndiyo mkamilifu. Inshallah, kufikia hapo napenda kuwaaga kwa kusema wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.